Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Bwana, jina langu ni Meshaki Abraham, nifuate pale Instagram kwa kuandika Meshaki Abraham 2. Tunakupenyezea habari moja kuhusiana na kikosi cha Simba ambacho kinaanza kuboresha maeneo yake katika dirisha kubwa la usajili katika kuelekea msimu unaofuata. Na taarifa ambazo tunakupenyezea hapa ni kwamba klabu ya Simba imewekeza nguvu zaidi kwa kiungo wa kimataifa kutoka nchini ya Ivory Coast, Kipre Tagiori Emmanuel Junior Zuzon mwenye umri wa miaka 25 kwa ajili ya kumpata msimu ujao. Kipre ambaye alijiunga na MC Alger ya nchini Algeria akitokea Azam FC. Mkataba wake na MC Alger unatazamia kutamatika Juni 30, 2025. Na Joshua Mutale anaweza kaonyeshwa mlango wa kutokea msimu ujao na nafasi yake ikachukuliwa na Kipre Junior ndani ya kikosi cha Simba. Huu ni usajili ambao Simba wanaohitaji kufanya ndani ya kikosi chao kwa ajili ya kurekebisha sehemu ambazo wameona kuna dosari katika msimu wa 2024-2025. Pengine hayo makosa yasijirudie katika msimu wa 2025-2026, huku wakiwa malengo yao yanaiwaza zaidi nusu finali ya CAF Champions League katika hatua ya kufika huko pengine na hatimaye kama watafika final. Na hayo ndio malengo ya Simba katika miaka nenda rudi tangu wameanza kampeni yao ya kufika katika hatua ya nusu finali kwenye michuano mikubwa barani Afrika kwenye upande wa kombe la Club Bingwa. Tumeona mara kadhaa wakiwa wamekuwa wakiishia katika hatua ya robo final, lakini msimu huu wamefika hatua ya nusu final kwenye upande wa kombe la shirikisho. Tutasubiria yapi ambayo yatakwenda kujiri kwenye upande wao wakiwa wanahitaji kufika hatua ya nusu finali kwenye upande wa Club Bingwa katika msimu unaokuja. Sio jambo nyepesi, najua ni jambo gumu, lakini kila kitu kinawezekana kama watachanga karata zao vizuri. Basi wanaweza kufikia malengo yao na adhima ambayo wamejiwekea kwenye michuano mikubwa barani Afrika. Ili uwe mkubwa barani Afrika lazima uwe na malengo makubwa ya kufikia level kubwa ambazo vilabu vikubwa barani Afrika vinafanya hivyo, kama Esperance Tunis, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, kina Al Ahly, kina El Merreikh, kina Al Ahly Omdurman. Ni vilabu ambavyo michuano ya Club Bingwa barani Afrika imeshakuwa ni mazoea kwao, na kila msimu wao wamekuwa wakiwa wanaicheza, na tumekuwa mara kadhaa tunawaona wakiwa katika hatua ya nusu final. Ni mara chache sana kuwaona wakiwa wanatolewa katika hatua ya robo final, lakini mara nyingi tumekuwa tukiwaona wanatolewa katika hatua ya nusu final pengine, na wakitolewa wanatolewa kwenye robo final mara chache sana. Lakini mara nyingi unawaona wakiwa wanafanikiwa kuvuka hatua hii ya nusu final na kwenda katika hatua ya final. Hususan unapomzungumzia Al Ahly, ni timu ambayo imekuwa ikionyesha utofauti. Ni tunaweza tukasema ni baba wa michuano mikubwa barani Afrika hapa kwa vilabu vya hapa ndani. Lakini vilabu vya hatua ya nusu final ni kina Mamelodi Sundowns, kina Esperance Tunis, kina Wydad Casablanca, kina Raja Casablanca, kutokana na status yao ambayo tayari wameshaiweka kwenye hii michuano na ni kama wameshatawala soka la Afrika kutokana na jinsi. Lakini vilabu ambavyo viko kusini mwa jangwa la Sahara tumeona vimeanza kujikwamua, kwa sababu hata msimu tumeona Orlando Pirates akiwa anafanya vizuri zaidi licha ya kwamba alitolewa na Pyramid. Lakini tumeona Mamelodi Sundowns, tumewaona Stellenbosch ambao wametolewa na Simba, lakini tumewaona Simba wenyewe sasa hawa na wao wako katika hatua ya final. Maana yake ni kuashiria ni kwamba vilabu vilivyoko kusini mwa jangwa la Sahara sasa vimeamka moja kwa moja, vimekimbilia
kwenye malengo makubwa na wao kutoa mataji makubwa barani Afrika, na ndio kitu ambacho kinapaswa kwa sasa hivi, kwa sababu michuano tournament kubwa barani Afrika ndizo ambazo zinajenga timu kubwa barani Afrika, ili kuleta ushawishi na watu kuwa wanafuatilia zaidi vilabu, na unajenga status yako na unapata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia. Kama unapata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia, maana yake brandi na thamani ya timu inakuwa zaidi. Maana yake ukienda kushiriki kwenye michuano ya kombe la dunia, kuna vilabu kadhaa ambavyo watu watakuwa wanavitazama, ama kila ambaye anakuwa anashuhudia michuano anakujua ipasavyo, lazima atakufuatilia, lazima atakusoma, lazima ataangalia ni aina ya klabu gani ambayo anakwenda kutana nayo, ili apate data ya 100 ama 75 ili aweze akakabiliana navyo. Tumenufaika Mamelodi Sundowns, tutamuona Marekani kwenye michuano hii ya kombe la dunia ambayo inakwenda kufanyika kwa upande wa vilabu, na hii itakuwa ni faida kubwa. Kwa hiyo mimi sitoshangaa na kuwaona Simba hata wakichukua kombe la shirikisho barani Afrika, na sajili ambazo wanahusishwa nazo sasa hivi ni sajili ambazo zinaweza zikaja kuzaa matunda na wakafikia malengo ambayo wao kila siku wamekuwa wakiyaota, na wamekuwa wakiwaza ni namna gani ambayo wanaweza wakafika hapo ambapo wanatamani kufika.